kule ambako unakwenda kupeleka takataka baada ya kushiba. Kule ndio tunakopima uwezo wako wa akili, tunakopima uwezo wako wa kiutu, ni binadamu kwa kiwango gani. Hapa sizungumzii gharama ya choo chako, ila nazungumzia ubora na usafi wa mazingira ya choo chako. Kwa sisi tukitaka kujua kwamba wewe ni mtu wa aina gani, IQ yako ni kubwa kiwango gani, basi tunakwenda kuangalia kule ambako huwa unaenda kuposti barua zako, alimaarufu mali watu. Kule ndio kuna kuweza kutuonyesha kwamba huyu kiumbe yuko timamu au hayuko timamu, ana utu au hana utu, ni mwanadamu aliyekamilika au sio. Kama choo chako ni cha shimo, sio cha sinki, mazingira yake ni masafi kiwango gani, mazingira yake ni mazuri kiwango gani, unakutunza, umekupangilia kwa sura gani. Kule ndio kuna kupima utu wako. Kama choo chako ni cha sinki, ni kisafi kwa kiwango gani, unakitunzaje. Mimi nikipishana na mtu ambaye ametoka uani, nikiangalia mazingira alivyoyaacha, na kuwa najua huyu mtu yuko timamu au hayuko timamu. Kuna mtu unaweza katoka uani, umeposti vitu vyako, umekuacha ni kuchafu tu. Wewe unajulisha kwamba wewe akili yako iko chini sana, yani una akili ndogo sana. Choo chako ndo kimebeba utu wako na ndicho kinachojua siri zako nyingi. Choo chako ndicho kinachojua siri zako nyingi. Kule ukienda kuoga, ukienda ujisaidii na nguo, utazitoa. Kinafahamu wewe ni nani, kinajua siri zako. Ilikuwa vema sana ungekuwa unayatunza hayo mazingira yanayojua siri zako, ili yasije yakaja kukudhalilisha, yasije yakaja kukutolea siri zako mwisho wa siku ukaibika. Yana uwezo wa kuja kukuaibisha kama hutataka kuyatunza vizuri, kama hautayaacha katika hali ya usafi, kama hautayathamini, yanakuaibisha kwa kukutolea siri zako. Kwa sababu ukienda kule utashusha nguo zako zote, utakaa ukiwa hauna chochote. Yanajua jinsi ulivyo, yanakujua ndani na nje, kila kitu yanakufahamu. Kule usipokutunza, ina maana kwamba wewe mwenyewe hujipendi. Mazingira yale yakionekana kuwa ni hovyo, inamaanisha kwamba wewe mwenyewe ni hovyo.